Watu wa kijijini wana maamuzi yaliyo sahihi kabisa. Hata wangekuwa hata ilikuwa masuala ya siasa, wale wanajua kuchagua vizuri na wanachagua, wala hawana nini. Kwa hiyo hawawezi kuwarubuni kuwapa nani. Kwa hiyo la msingi ni kwamba mimi nafikiri ni aina fulani ya kasoro, na jambo hili nitakuja kwako, na jambo hili halijatokea hapa Tanzania. Jambo hili limetokea, ni jambo la ulimwengu. Ukienda Ulaya, bahati nzuri tumenusa huko. Ukienda Ulaya, watu wamefikia hatua hiyo, wakaona mimi nitamtunzaje? Na bahati nzuri mtu wa Ulaya, yani wakati fulani wewe unaweza ukashawishika kukubaliana naye, kwa sababu Ulaya ni maskini hasa watu hiyo. Unaweza kusema kama kuna watu 100, labda watu 10 wanaweza kuwa ndio matajiri. 99 Ulaya ni maskini. Wakati huku Tanzania, kama kuna watu 100, maskini watakuwa 10. Nataka mnielewe vizuri hapa. Ulaya mtu anaishi kwa mshahara tu, hajaajiriwa, analala pale, anaitwa hana nyumba, kwa sababu Ulaya hawezi kujenga nyumba walio wengi, hawezi kujenga nyumba, na kama hajaajiriwa popote, yani hana hata mti ambao unasema sasa huyu ni mchungwa wangu, hana hata yani hata maji hana, yani ni hivyo. Ulaya kunifundisha hata kwa mimi mwenyewe kuwa mpishi, kupika, kwa sababu huwezi kuajiri faida. Yaani kule ndo ule umaskini unataka kusema kwa mtu kwa nchi ni tajiri kama nchi, lakini kama mtu, watu wanaoishi Ulaya ni maskini, hawana chochote. Mwaka 2002 nilishangilia, nilikuwa na kamera kayashika, watu wananishangaa, kwa sababu mwenyewe mtu hawezi kununua kamera ambao utaweza kununua kamera disposer kwa kupiga tu na kwenda, hana uwezo. Lakini sisi huku na ndio bado mauliza swali, mtu anaweza akachukua mshahara wake wote akautupa kule, lakini akaishi maisha yake yote, kwa sababu huku utakuwa, au hata kama unaishi kijijini, mjini wewe ni mkulima, labda kama akili zimekwenda kombo, lakini mtu anaweza kawepo hapa, kaa anaishi hapa, analima kondoa, akawa anaishi hapa ni secretary kwenye ofisi fulani, lakini analima Iringa, lakini akienda kijijini ana chochote. Huku una uwezo wa kujenga nyumba na mshahara wako ovyo ambao unafikiri kwa kawaida, unaweza kujenga nyumba ukaishi, ambao sio kama Ulaya. Kwa hiyo Ulaya wakajifanya hivyo wakatoa udhibiti mimba nini, lakini wanalia kwa najua pale sisi ndio tulikuwa misionari hapa, sisi ndio tulikuwa tunakwenda huko na kule, angalia mnakuja kuchukua. Yaani sasa haoni kwamba mnakuja ile kuinjilisha, mnakuja ili kuishi kwenye mali zetu zinaisha, watu wanafunga, shule zinafungwa. Unakuta mji kama huu wa Dodoma, zipo shule za msingi chache mno, walimu ni wengi kuliko wanafunzi nchini. Yaani shule moja ina wanafunzi labda 200 ina walimu 120. Serikali haiwezi kulipa, inaondoa, sababu huwezi kufanya hicho. Kwa walimu wengi wanakosa, ndio kusema hiyo ni Ulaya. Na ikatokea siku moja kijiji kimoja, mtoto alizaliwa baada ya miaka 7. Waandishi habari wote wanakwenda kuangalia.
Kuna mtoto aliyezaliwa sio Yesu, sio nani, kwa sababu wote ni wagumba tu. Lakini maisha yanakuwa magumu kwenda kutafuta maisha. Watoto ni furaha. Sasa sisi huku Tanzania bado hatuna hicho.